Karibu sana kwenye mashua ya habari, mahali tunazama ndani ya mastori mazito, bila woga, bila kupindisha ukweli. Leo tunaangazia tukio lililoacha taifa lote likitafakari. Ziara ya Stephen Kalonzo Musyoka huko Bondo, nyumbani kwa marehemu Raila Amolo Odinga. Safari ya heshima, urafiki na utamaduni. Safari ilionyesha kuwa siasa inaweza kuwa na utu na tofauti zetu zinaweza kuunganishwa kwa heshima. Mimi naitwa Isa Mashua, kumbuka kusubscribe na kuturn on notification bell ili kupata habari zetu pindi tunapoposti. Alfajiri ya tarehe 6 Novemba mwaka 2025, msafara wa Wiper uliondoka Kisumu kuelekea Bondo. Ndani yake Kalonzo Musyoka akiwa amevalia mavazi ya kijani kibichi, mkononi akiwa na mkuki na ngao. Alipowasili Opoda Farm, nyumbani kwake Raila, sauti zikaibuka. Joey ni neno la heshima kuu kwa shujaa wa jamii, alama ya heshima kwa mtu aliyegusa mioyo ya wengi. Kalonzo hakuwasili kama mwanasiasa, bali kama rafiki, kama ndugu na kama mwana wa taifa. Aliongozana na viongozi wakubwa kutoka Ukambani, gavana wa Vinya Ndeti wa Machakos, gavana Mtula Kilonzo Jr wa Makueni, wabunge wazee wa mila, viongozi wa kidini na mamia ya wafuasi wa Wiper. Walipofika Opoda Farm, waliungana na familia ya Odinga kwa sala, nyimbo na maneno ya faraja. Waliwakumbatia wanafamilia kwa upendo, wakionyesha kuwa huu haukuwa mkutano wa kisiasa bali ni mshikamano wa kitaifa. Baada ya maombi, msafara ulielekea Kango ka Jaramogi, mahali ambapo Raila alipumzishwa. Kalonzo akasimama kimya, akatazama kaburi lile, kisha akasema kwa sauti utulivu na nanukuu, "Tulianza safari hii pamoja na leo nimekuja kumaliza safari hii nawe, ndugu yangu." Mwisho wa nukuu. Maneno hayo yaliwagusa wengi. Wengine walilia, wengine walitabasamu wakikumbuka mapambano ya Raila. Lakini liliposimulia zaidi ni zawadi iliyotolewa. Ndume 150. Ndume si ng'ombe wa kawaida, wakatolewa kwa familia ya Odinga. Katika mila za Kiafrika, ndume ni ishara ya heshima, nguvu na utajiri wa kiroho. Hiyo ndiyo lugha ya heshima ya kweli. Ziara hii haikuwa ya kawaida. Kwa macho ya kisiasa ilikuwa ishara ya umoja wa kizazi kipya cha Azimio, na pia ujumbe wa heshima kutoka Ukambani hadi Nyanza. Wengine walisema huu ulikuwa ukurasa mpya katika siasa za Kenya. Kalonzo hakutafuta headlines, alitafuta urafiki. Alionyesha kwamba tofauti za kisiasa haziwezi kuzidi utu. Hii ni siasa ya heshima, si ya makofi na kelele, bali ya kuungana kuenzi waliojitolea kwa taifa. Na kama kawaida ya matukio makubwa, kulikuwa na sekunde moja ambayo ilibeba hisia za tukio lote. Wakati Mama Ida Odinga alipomsalimia gavana wa Vinya Ndeti, hali ilibadilika. Wavinya alimkumbatia Mama Ida kwa nguvu, akasema kwa sauti ya chini lakini yenye uzito, "Mama, Kenya ilimpoteza kiongozi, lakini wewe umepoteza moyo wako." Huo ulikuwa wakati wa kipekee wa kina mama wawili, kila mmoja akiwa mzito kwa heshima na huzuni. Dakika chache ambazo zilionyesha utu zaidi ya siasa. Safari ya Kalonzo Musyoka kwenda Bondo ni zaidi ya heshima, ni fundisho kwa taifa kwamba hata katikati ya siasa ngumu bado kuna nafasi ya utu, tamaduni na undugu. Kwa wengine ilikuwa mazishi tu, lakini kwa waliokuwepo Bondo ilikuwa ibada ya taifa. Taifa lililojifunza kuwa heshima haifi na urithi wa Raila utaishi milele. Hii ni Mashua ya habari, nimekuwa wako Isa Mashua, na hapa tunazungumza mambo mazito kwa heshima lakini bila woga. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare ili mashua yetu izidi kusafiri. Kumbuka kuturn on notification bell pia ili kupata habari pamoja na makala na hata burudani kupitia Mashua TV Kenya. Mimi naitwa Isa Mashua.